Unajua nikikuangalia na vitu unavyofanya ni tofauti kabisa na wewe ulivyo. Vitu gani unavyozungumzia? Nakumbuka mara ya mwisho nimekuona ukipanga foleni chuoni kwangu ili ukashiriki mapenzi. Kwa hiyo kilichokushangaza wewe na kukustajabisha ni mimi kufanya mapenzi chooni? Ama hivi unawezaje kutembea na msichana kama yule? Msichana mchafu kiasi kile, malaya afai kabisa. Pengine hata ameshajikatia tamaa ya kuishi. Unawezaje? Na kati wewe ni mwanaume ambaye umekamilika kwenye kila idara. Sikiliza nikwambie dada, lazima uelewe wewe na wanawake wenzio kuhusiana na swala zima la wanaume. Unajua wanaume wengi sana ukifikia kwenye swala zima la tendo la ndoa huwa hatupendi usumbufu. Sasa tunapoona sehemu kuna usumbufu, lazima tutafute sehemu ambayo kuna urahisi. Kwa ukizungumzia yule binti, ni mtu ambaye mimi inanihitaji kuwa na pesa tu ambayo hata sio nyingi ili niweze kuipata huduma kwa wakati. Sasa unafikiria kwamba huyo mwanamke anaweza akawa na thamani kiasi gani kwangu? Yaani unapomzungumzia yule binti unatakiwa umzungumzie kwa heshima na adabu, kwa sababu ni mwanamke ambaye amebeba dhamana ya wengi sana. Nafikiri ulishuhudia na kuona njemba ambazo tulikuwa tumesimama pale tukisubiri huduma yake. Ile inadhihirisha kuwa yeye anachokifanya ni kitu kikubwa sana na ni muhimu kwa wanaume wengi. Kwa hiyo unatakiwa uheshimu. Hivi unafahamu kwamba pale amepangiwa na mtu? Hilo halinihusu mimi, kwa kuwa mimi naipata huduma ninayohitaji kwa wakati. Kwa hiyo haiwezi kunishughulisha kwa lolote. Safi sana. Basi labda tu nikupe taarifa. Tena ikibidi ukawaambie na hao wapanga foleni wenzio. Pale ataondoka muda sio mrefu. Yupo anatafutiwa kodi yake. Yaani hivi mnajikutaga nani nyie ambao mmebahatika kumiliki hivi viota? Mbona mnakuwa na mambo ya kishamba sana? Sababu zipi ambazo zinawapelekea nyinyi mpaka mumrudishie kodi yake ili aweze kuhama pale? Huo ni ushamba. Alafu wenye nyumba wengi mimi nawashangaaga, mnakuwa na masharti ya ajabu ajabu. Mtu asifungulie mziki, kwenu shida. Mtu asipike chakula kikanukia, kwenu tabu. Hivi kwa nini mnakuwa hivyo? Achaneni na huo ushamba bwana. Maisha ni huru na kila mtu ana uhuru wake. Hebu jaribu kumpa mtu uhuru wake binafsi. Mnakuwa na roho gani? Hizo ni roho za kichawi. Achaneni nayo hayo mambo, huo ni ushamba. Mpenzi wangu, ukisikia nimehama pale usishangae. Kitu gani ambacho kinaweza kukuhamisha pale, ili hali pale toka tumepanga sidhani kama umemaliza hata mwezi mmoja? Na usisahau kuwa pale tumelipa kodi ya mwaka mzima 360,000. Sasa iweje unanipa angalizo kuwa muda wowote unaweza kuhama? Kuna shida gani? Je, haufanyi kazi za pale ndani kwa wakati? Usafi nafanya, lakini tangu niingie mle ndani hajawahi kunionyesha kufurahia ujio wangu. Kiufupi ana chuki na mimi na sijui chuki yake inatokana na nini. Ujue wakati unaniambia kwamba umepata chumba, niliamini upo sehemu salama. Na nilipokupa pesa kwa ajili ya kwenda kupanga, niliamini utaishi sehemu kwa uhuru kabisa bila kuhangaika. Mara kwanza ulikuwa unaishi kwenye ile nyumba ya ustazi. Ukasema sasa unahitaji nyumba ambayo isiyofungamana na masuala ya dini, yani uwe huru. Lakini sasa unakuja kunipa taarifa nyingine za namna hiyo, nashindwa kukuelewa. Kuna kitu gani kilichojificha hapo? Mimi na imani ni chuki zake tu. Ila alivyoniambia mimi niondoke, nikamwambia hakuna shida, anitafutie pesa yangu, anirudishie ili niweze kuondoka. Je, amekwambia hizo pesa anakurudishia lini? Hajaniambia siku wala tarehe. Yaani kifupi hajaniambia ananipatia lini. Vizuri. Kama utarudishiwa pesa zako zote 360,000, sawa, kwa sababu wao ndo wanavunja mkataba. Na nisingependa urudishiwe robo au nusu. Kwa sababu pesa hizo hizo utakazozipata pale baada ya kurudishiwa
ndizo ambazo zinaweza kukusaidia kwenda kupanga sehemu nyingine. Kwa hiyo zisiwe pungufu tafadhali, kwa sababu wao ndo wanaenda kukuvunjia mkataba wako. Tumeelewana? Ndio, nakuelewa. Kuna jambo lolote lingine ambalo unataka kuliwakilisha? Hapana, nilikuwa nataka tu nikwambie hivyo ili ukae ukijua. Basi unaruhusiwa kwenda. Hayo mengine nitakufuata geto kwako. Nimeambiwa na mwenye nyumba yako kwamba umeshindikana na hakuhitaji tena pale kwake, anataka uhame. Unaweza kuniambia umefanya nini cha mno? Hakuna jambo la maana ambalo nimefanya, ila wao hawanipendi kutokana na ila zao. Sawa, ndo nahitaji ukijua ni kitu gani hicho. Maana anaonekana ana chuki kubwa sana, hakuhitaji, yani hataki hata kukusikia. Naomba nijue hilo ambalo lilopelekea mpaka yeye kuto kukuhitaji. Mpaka anadiriki kutaka kurudishia pesa zako. Ni kitu gani hicho cha mno? Unajua dada, mimi pale naishi kwa maslahi. Nalipa kodi, nalipa umeme, nalipa maji. Lakini wao mambo yangu wanayafuatilia sana, yani wananinyima uhuru wa kufanya mambo yangu. Kwa hiyo hapo ulipo uko tayari kuhama muda wote kuanzia sasa? Nipo tayari hata sasa hivi. Alafu wewe hili swala umelijuaje? Mimi mtu mkubwa sana hapa mjini. Kwa hivyo vitu vya kawaida sana usitake kujua nimejuaje. Ila tu wakati unahangaika hilo swala lako, ukikwama nitafute. Mimi na mabinti wa namna yako wewe kibao tu naishi nao pale. Mambo marahisi, yani utaishi maisha mazuri. Huenda hata usizipate hizo kila ambazo unazipata sasa hivi. Mume wangu, sasa kwa kuwa wewe umeshindwa kunisaidia kuhusu swala la kupata kodi ya huyu dada, mimi naomba uniache. Nitatumia akili zangu za kike kufanikisha ili nipate tu kodi ya huyu dada. Usitake kunichanganya hapa. Mke wangu, mimi na wewe ni mke na mume. Na kila jambo ambalo tunalifanya katika nyumba yetu huwa tunafanya kwa kushirikiana na kushirikishana. Sasa, mke wangu, wewe ni jambo gani hilo ambalo unataka kwenda kulifanya ili upate kipato cha kumlipa huyu dada hiyo 360 zake ambacho mimi wewe nisikijue? Hebu niambie kwanza nishirikishe nikijue kitu gani hicho. Wewe si umekataa kulipa? Niache mimi nitumie akili yangu mwenyewe nilipe kodi ya huyu dada aondoke, kwa sababu mimi ndo ninayeteseka. Wewe naona unafurahi. Lakini mke wangu, mimi sijakataa, nimekwambia sina. Tofautisha vitu viwili, sitaki na sina. Mimi sijasema sitaki, nimesema sina. Na sio tu kwamba sina, pia siwezi kuipata hiyo hela kwa sasa hivi, na sina hata huo mpango wa kuipata. Hivi mke wangu, jua linavyowaka kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 11:30 jioni bado linaonekana kama jua la utosi. Hiyo 360 mimi naitolea wapi? Alafu pia wewe ni mtoto wa kike mke wangu. Huo kike ambao unataka kuutumia ni upi huo ambao unaenda kukupatia hiyo pesa? Hivi wewe unadhani hauna pesa wewe? Au unahisi mimi sijui? Wewe utakuwa ushaanza kumtaka yule dada. Ndio maana bado unang'ang'ania awepo pale ndani. Kwani mimi huwa sioni? Ukienda kuoga na yeye yuko nyuma anapanga foleni. Kuile na penyewe wewe umo ndani unaoga, mnakaa mnachunguliana. Sasa ni nini kile kama sio kumtaka? Ndio maana haukubali kufanya njia yoyote ili tupate kodi yake aondoke pale ndani. Swala la mimi kwenda kuoga na yeye akanifuata, mimi nakuwa sijui mke wangu. Nashtukia tu ndo mtu huyu hapo. Sasa mimi, kwani mimi ni mfalme njozi kwamba nikienda mbele naona kinachotokea nyuma yangu? Na inapotokea tu kwamba bahati mbaya ndo nishekwa ndo shemuona, yani ndo nakuwa shemuona, inakuwa kama vile fahari ya macho haifilisi mtaji. Bahati mbaya tu, kwani ndo nikiona ndo naondoa au ndo nimefanya nini? Si nimeona tu bahati mbaya, lakini mimi sijihusishi na chochote na yeye. Mimi sijui chochote kuhusu yeye, umeona? Ila tu bado mke wangu, hicho unachokwenda kutaka kukifanya, maana umeniambia unataka utumie ukike wako ili upate hiyo pesa ya kumlipa huyu binti aondoke. Huo ukike wako unaotaka kutumia ni upi mke wangu? Niambie na mimi nijue. Nini mumeo ati? Mimi sitaki malumbano na wewe. Nitatumia akili yangu nipate kodi ya huyo dada tuweze kumpa aondoke pale nyumbani kwangu. Basi.
Nilijua tu lazima utarudi, maana kwa jua hili lilivyokuwa kali, hakuna mtu mwenye uwezo wa kukupatia 360 kirahisi rahisi tu. Na hata kama ukitaka kukopa, lazima uwe na kitu chenye thamani kubwa kushinda hiyo hela ambayo unahitaji. Haya, niambie shoga yangu, leo kujaje? Nimekubali kufanya ulichoniambia. Una uhakika na unachokisema? Ndiyo, mimi si ndo mwenye shida, nitafanya nini sasa? Oh. Je, unapiga miguu yote miwili? Una maana gani? Hebu ngoja kwanza, nakuja. Halo. Vipi mshua, kwema huko ulipo? Yes. Niambie dada Aisha. Kuna pisi moja hapa. Pisi kali sana. Ila ni mke wa mtu, ana shida ya 360. Ana shida na pesa 360. Umeshamweleza kila kitu? Kwamba nataka nini? Nimempanga kila kitu. Kwa hiyo mimi nakusikilizia wewe tu, unasemaje? Nimpe namba yako akupigie umalizane naye, sio? Anapiga miguu yote miwili, manake hiyo pesa ni nyingi. Sina uhakika sana. Ila kwa dunia ya leo, siamini kama kuna binti anashindwa kufanya kitu kama hicho. Na kama hatoweza, bila shaka utamfundisha kama unavyofanya kwa wengine. Ujue na kujua, wewe ni kati ya wale watu wanaopenda kitu roho inapenda. Mpe namba zangu sasa. Oh. Haya poa, ila usisahau kunipa changu mara baada ya kumalizana naye. Mimi nikishamalizana naye usio na wasiwasi, mimi nitakupa pesa yako. Si unajua tena kama tunavyofanyaga. Hapa mjini hamna cha bure. Tayari, nishaongea na mshua. Kwa hiyo hapo kazi kwako, nikupe namba ya simu, then umcheki mkamalizane. Sawa. Mpigie sasa hivi maana yuko busy na mambo mengi sana. Ukilemba shauri yako. Mambo vipi? Poa tu, nimepewa namba yako na Daisha. Nina shida na wewe. Karibu, ulikuwa na shida gani? Nina shida na pesa 360. Ni muhimu sana kuipata leo hii kakaangu. Hakuna shida. Bila shaka ulishaambiwa kila kitu na huyo ambao umemzungumzia. Kwa kifupi pesa ipo. 360 utaipata. Lakini mimi sikopeshi pesa. Yaani nipe nikupe. Tunamalizana, mimi nakupa pesa yako yote kesho. Niliambiwa na Daisha. Lakini kwa nini tufanye ngono ndo unipe hiyo pesa? We binti. Iko hivi. Mimi pesa zangu sizitoi kwa njia ya maneno pekee. Siwezi. Nadhani kila mtu anajua kutokana na maisha tulionayo hela imekuwa ngumu sana. Kwa hiyo nikupe tu bure bure? Hapana. Yaani kama hauwezi ni bora tuliache hilo jambo. 360 sio pesa ya kuzungumzia kwenye maneno tu. Tunaenda tunafanya, mimi nakupa chako. Alafu sasa kila tendo lina gharama yake. Hiyo 360 lazima uwe na uhakika wa kupiga miguu yote miwili. Kupiga miguu miwili? Yes. Lazima uwe na uwezo huo. Tofauti na hivyo kwangu mimi inashindikana, haiwezekani. Ndio kufanya nini? Mbona mimi siwaeleweni? Maana kupiga miguu yote miwili ni kushare kote kote. He? Kwa nini iwe hivyo? Mimi siwezi bwana. Sawa, kama hauwezi basi ghairisha tu na hilo jambo liishe. Unaweza kutafuta pesa sehemu yote unayojua wewe kama imeshindikana. Sio lazima sana. Wenye mahitaji na hicho kitu wanajitoa mwanga na wanatekeleza hilo jambo na mwisho wa siku kila kitu kinaenda sawa.
Sasa kwa nini wewe ujione kwamba hauwezi wakati mimi naamini wewe ni mtoto wa mjini? Unashindwaje? Ila kaka, si unisaidie tu jamani. Mimi huo mchezo sijawahi kufanya. Kama ingekuwa sehemu ya kawaida tu ambayo nimeizoea hapo sawa. Ila huko kwingine mimi naogopa. Ngoja nikwambie, kila kitu kilicho kwenye mwili wako kinahitaji kutumika. Alafu siku hizi kuna vilainishi, kuna vitu ambavyo vinarahisisha. Na unakuwa na wasiwasi gani wakati hilo jambo linafanywa kwa kubembelezana? Wala sio ugomvi. Shida nini sasa? Mimi nitafurahi sana kama nitakuwa mtu wa kwanza kwako. Na wenda dau likaongezeka baada ya mimi kuanza na wewe. Sio kila kitu watu wameanza afu mimi ndo niwe wa pili, wa tatu, wa nne au wa 40, haiwezekani bwana. Kwa hiyo mimi nitafurahi sana kama nitakuwa wa kwanza kwako. Na usiwe na wasiwasi, kuna vilainishi vingi sana ambavyo vinaweza kurahisisha hicho kitu. Hutaona maumivu, mimi nitakubembeleza. Sawa, nimekubali. Ila mwenye nyumba na yeye anacheka.